Habari kila mmoja, kwanza nianze samahani kutokana na mazingira ambayo nimetumia kurekodi hii video pamoja na hii sauti, kwamba sikuwa na muda wa kurekodi kwa sauti, hivyo ikabidi nianze video na sauti niweke kwa juu yake. Kwa hiyo mtaniwia radhi kwa hiyo, lakini nitajitahidi nisiweze kupishana na video ili kila mmoja aweze kuelewa. Hapa hii ni app yetu ambao tumetengeneza sisi kama Free Technology kwa ajili ya kuwasaidia wale watu wenye simu za mkopo na wanabanda alafu wanashindwa kutumia simu ya mkopo, inabaki na ndani tu. Kwanza kabla ya yote nitakuelekeza namna kusetting. Ni app yetu inaitwa Ultra Control Center, ambayo hapo yenye uwezo wa kukaa juu ya kila application na juu ya simu. Kwa hiyo unapokuwa unatumia hii app itasaidia kutumia hata kama simu yako ikiwa imefungwa. Nitakuelekeza njia rahisi ya kuweza kuitumia na kuseti. Kwanza utaenda kuinstall app yetu ambayo inaitwa Ultra Control Center. Baada ya kuinstall tutai-open. Haina mambo mengi, utabonyeza kitufe cha ku-open au utaenda katika list application uta-open. Yenyewe moja kwa moja itakupeleka sehemu ya ku-apply ili iwe top. Kwa hiyo utaiwasha sehemu hapo inaitwa, utatafuta hapo inaitwa Ultra Control Center na utaiwasha. Hapa nilikuwa natafuta sehemu ya kuonyesha. Baada ya kuiwasha app yetu utaweza kurudi nyuma. Kisha baada ya hapo, wakati unaiwasha hii application, kwa unabonyeza kitufe iko cha kuashia, yenyewe automatic itakwambia kitu cha ziada ili wake, kwa sababu video haiwezi kuwaka. Lazima unapobonyeza moja kwa moja unapata sema kuwasha, ambapo ni access katika upande wa accessibility. Ukienda katika install app ni hiyo ya chini, ukiangalia unaona imezimwa kutokana na usalama wa simu na application yenyewe kutoka simu ambazo inakuwa imeingia. Kwa hiyo hairuhusiwi, naambia hapo denied access kutokana na ruhusa za simu zenyewe, ulinzi wa simu kwa inakataa. Kwa hiyo tutaiforce kwamba tukiamini hapo kwa ajili ya kufanya kazi. Hapa ni setting, fuata kwa makini. Utabonyeza application bila kuiachia, au kama unaona simu yako iko hivyo utaenda katika setting, utafuta list za application. Alafu utaenda sehemu ambapo kuna app info. Kama hapa tukibonyeza bila kuachia kuna kitufe iko tutabonyeza, ambapo inatupeleka moja kwa moja katika info za hapo. Nafikiri kila mmoja mtu anaijua app info. Baada ya kufika hapa na button 3 za juu ambazo tutazibonyeza na tutaibonyeza hiyo kukubali. Yenyewe ukishaibonyeza hivyo vitufe vitatu, moja kwa moja unakuta inakuletea kuweka password, aidha pini kama pattern au nini, wewe mwenyewe inakuletea kuweka hivyo, ila mimi nilitumia fingerprint na kukubali. Kwa hiyo utakubali setting zote kama install unknown hapo kwa ajili ya kuinstall update automatic yenyewe. Pale unapokuwa unabonyeza kisha open, utabonyeza tena kitufe chetu cha kuashia, itaenda katika accessibility, itaenda katika install app. Hapa tutakubali kwanza shortcut kabla ya kuinstall au kuiweka on. Tutakubali kwanza shortcut, ambapo tukibonyeza shortcut hapa kuna shortcut hizi ambazo inabidi usitukubali. Kuna hiyo hapa nakuta moja hapo imekaa on, ila inabidi uziwashe zote. Kuna hiyo press side and volume up, hiyo ndio muhimu sana pia. Kisha baada hapo utaikubali. Ukiangalia kwa juu umeona kuna neno limetokea la kijani inaitwa speed, hiyo kwa ajili ya kuonyesha speed ya internet. Alafu utaikubali kuhusiana na kazi ya betri. Moja kwa moja hili hapo, baada ya kuiweka ile inaitwa shortcut katika accessibility, ukitaka kuiwasha hata kama simu yako ikiwa imefungwa na simu yako ya mkopo na imefungwa, unabonyeza button ya juu ya kuongeza sauti na kuzimia kwa pamoja, au unaweza kubonyeza button ya kupunguzia sauti na kuongezea kwa pamoja.
kwa sekunde 3 na yenyewe ikafanya kazi. Umenielewa? Kwa hiyo ndio njia ya kuwasha inapokuwa imefungwa. Kama ukiangalia application sababu kwa sababu sina bando, ukishusha kwa upande wa kulia inakuletea sehemu ambapo utakuwa kama list ile ambayo umeiona, list ya webs ambazo zipo ambazo nimeweka chache tu, na kutokana bado tunaendelea kuweka update, basi utaweza kuona list kama kuna Google, YouTube na Facebook, kwa hiyo utachagua ifungue wapi. Ila upande wa kushoto ni sehemu ambapo utaona taarifa za simu yako, kama kuna message imeingia na jumbe zingine tofauti unaweza kuziona, ila bado hatujaipa uwezo mkubwa sana kwa ajili ya kuweza ukaona jibu hizo message, ila kwa sababu tunaendelea, basi itaweza kufanya hiyo kazi. Ila kwa awali tunaamua kuachilia toleo kwanza kwa ajili ya tuendelee kutumia, basi tukiendelea kuiandaa na kuiongezea uwezo pia. Ila baada ya kuwasha shortcut, utabonyeza kibatani ya kuwashia na kuongeza sauti na kutia kitu kama hiki. Ukibonyeza yenyewe tu ya chini hiyo YouTube Control Center, unakuta umeizima. Unataka kuiwasha tena, unabonyeza button ya kuwashia na kuongeza sauti, unaibonyeza inajiwasha na kuwepo. Kwa hiyo ni njia ya kuwasha na kuzima application yetu. Ni button ya kuwashia na kuongezea sauti, ndio shortcut ambayo tunaweza tukatumia. Hii ni sehemu ya hiyo Kanga official notification, sehemu ambayo utapata taarifa za simu yetu. Tunaweza kuwa unaziona setting customization kwa ajili ya setting, color customization kwa ajili ya rangi, na layer setting kwa ajili ya ukubwa